Bwana awe nani na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Hata Sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa, wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi neneni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakako niona. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, usiku huu ni mtakatifu ambapo kanisa linaadhimisha kilele cha fumbo la ukombozi wetu, yaani ufufuko wa Yesu Kristo. Ni usiku ambapo mbiu ya Pasaka hupigwa kutujulisha ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Ni usiku ule ambapo Kristo Yesu alikata minyororo ya mauti, akatoka kuzimu ameshinda mauti. Kanisa halichoki kutueleza maana ya usiku huu, kwamba ni usiku wa kutoka katika hali ya upotevu na kuingia katika hali ya uzima wa kimungu. Sisi tuliokufa katika dhambi tunafufuka katika Kristo pamoja naye. Hivyo kanisa linatualika sisi wanawe tukeshe na kusali pamoja, ili kuadhimisha Pasaka ya Bwana kwa kusikiliza neno lake na kuyatukuza mafumbo yake, kwa tumaini la kushiriki naye shangwe ya ufufuko na ushindi dhidi ya mauti. Maadhimisho ya mkesha huu wa Pasaka yamegawanyika katika sehemu kuu 4. Ibada ya mkesha wa Pasaka imegawanyika katika sehemu 4 na kila kipengele kimebeba maana nzito sana, kwani kupitia vipengele hivyo tutaweza kuelewa vyema historia ya ukombozi wa mwanadamu. Sehemu ya kwanza, liturujia ya mwanga. Sehemu hii ya kwanza inapambwa kwa kuwasha moto nje ya kanisa na kisha kuwasha mshumaa wa Pasaka, tukimwomba Mungu atutie moto wa upendo wake kwa njia ya mwanaye. Atujalie tuwake tamaa ya kwenda mbinguni, ili tuweze kuzifikia furaha ya heri yake ya milele kwa mioyo iliyotakata. Baada ya kipengele hicho tunaingia ndani ya kanisa, na kisha mbiu ya Pasaka hupigwa, tukitangaza historia ya ukombozi wa mwanadamu, tukishuhudia ukuu wa Mungu wetu na tukiomba baraka zaidi katika safari ya maisha ya kiroho. Sehemu ya pili ya mkesha wa Pasaka ni liturujia ya neno. Katika mkesha huu, Mama Kanisa ametuwekea masomo 9 yanayosimulia historia ya mwanadamu tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka ukombozi wake kwa njia ya Yesu Kristo. Katika masomo yote ya mkesha huu, kanisa halichoki kutueleza maana ya usiku huu, kwamba ni kutoka katika hali ya upotevu na kuingia katika hali ya uzima wa kimungu. Sisi tuliokufa katika dhambi zetu tumefufuka katika Kristo pamoja naye. Hivyo masomo yote 9
yanasimulia historia ya mwanadamu tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka utimilifu wa ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo. Sehemu ya 3 ya mkesha wa Pasaka ni adhimisho la sakramenti ya ubatizo wa wakatekumeni. Katika sehemu hii, wakatekumeni walioandaliwa vizuri wakati wa Kwaresma wanapokea sakramenti ya ubatizo. Wanazaliwa upya kwa maji na Roho Mtakatifu. Wanakufa kuhusu dhambi na kufufuka pamoja na Kristo. Ndiyo maana kabla ya adhimisho la sakramenti hii, kuhani anawaalika waamini akisema, ndugu zangu, tuwasaidie kwa sala zetu hawa ndugu zetu wawe na matumaini ya wokovu, na hapo watakapojongea chemchemi ya uzima mpya. Baba Mwenyezi azidi kuwasaidia kwa huruma yake. Kumbe ufufuko wetu huonekana na kudhihirishwa wazi katika sherehe za ubatizo. Wanaobatizwa huzaliwa upya katika Kristo, lakini hata tuliokwisha batizwa tunashirikishwa huko kuzaliwa upya kwa kurudia tena ahadi zetu za ubatizo, na kwa tendo hilo umoja wetu na Kristo mfufuka kuimarishwa. Sehemu ya 4 ya mkesha wa Pasaka ni adhimisho la Ekaristi Takatifu. Hii sehemu ndiyo kilele na kiini cha adhimisho la fumbo la ukombozi wetu. Ndiyo maana kuhani kwa niaba ya jamii ya waamini anasali akisema, Ee Bwana, tunakuomba uzipokee sala na dhabihu za taifa lako, ili hayo tulioanza kutenda katika mafumbo tupate uzima wa milele. Sala ya utangulizi inatupa muktasari kamili wa fumbo hili kuwa Kristo ametolewa Pasaka yetu. Yeye ndiye mwanakondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Alishinda mauti yetu kwa kufa kwake. Ameturudishia uzima wetu kwa kufufuka kwake. Hivyo kanisa pamoja na waamini wapya waliozaliwa katika vijilia hii linakula kwa furaha chakula alichoiandalia Bwana taifa lake kwa kufa na kufufuka kwake. Ndiyo kuumega mkate, yaani Ekaristi Takatifu. Na katika kuumega mkate tunamtambua zaidi na kumwelewa mkombozi wetu kama vile wafuasi wake walivyomtambua Kristo mfufuka katika kuumega mkate. Vivyo hivyo sisi katika adhimisho la Ekaristi Takatifu tunajua kwamba yeye yupo kati yetu, na katika komunyo anatushikisha uzima wake mtukufu. Hivyo adhimisho hili linazidi kutugeuza sisi tufanane na Kristo aliyefufuka. Katika mkesha huu wa Pasaka tumtukuze Mungu ambaye ametupenda kwa mapendo makuu, ambaye amekubali kuwa sawa na sisi ili aturudishie tena uzima wa kimungu tuliopoteza kwa sababu ya dhambi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Tuombe neema ya kumshuhudia Kristo mfufuka kwa maneno na matendo yetu. Sasa tutafakari masomo yetu kwa kifupi. Tutege sikio kwa Bwana. Katika liturujia neno katika mkesha huu wa Pasaka, tunatambua ya kwamba mkesha wa Pasaka ni mama wa mikesha yote. Mama Kanisa ametuwekea masomo 9 ili kutafakari kwa kina fumbo la ukombozi wetu. Masomo 7 ya mwanzo yanatoka Agano la Kale na 2 ya mwisho yanatoka Agano Jipya, yaani waraka na Injili. Baada ya kupigwa mbiu takatifu, kuhani anawaalika waamini kusikiliza neno la Mungu kwa makini ili kulijua vyema fumbo la ukombozi wetu tangu matayarisho yake katika Agano la Kale na utimilifu wake katika Agano Jipya na la milele, akisema, tumeingia katika kesha la Pasaka. Sasa tusikilize neno la Mungu kwa moyo mtulivu. Tuwaze jinsi Mungu alivyolikomboa taifa lake wakati ulipowadia, na mwishowe akamtuma kwetu mwanawe awe mkombozi. Tumombe Mungu wetu aifanikishe hii kazi ya wokovu wakati wa Pasaka ili nasi tupate ukombozi kamili. Somo la kwanza linahusiana na uumbaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 1 hadi sura ya 2 aya ya 2. Somo hili ni simulizi la uumbaji.
linatufundisha kuwa asili na chanzo cha mwanadamu ni Mungu katika Utatu Mtakatifu. Katika viumbe vyote vilivyoumbwa, ni mwanadamu peke yake ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Baada ya mwanadamu kuumbwa, alipewa ruhusa ya kula matunda yote isipokuwa tunda la mti wa katikati. Lakini mwanadamu akakosa busara, akala, na kilichofuata ni kupewa adhabu na kufukuzwa bustanini. Hapo ndipo taabu na mahangaiko yakamwandama mwanadamu kwa kujitenga kwake na Muumba wake. Maana walichokipoteza Adamu na Eva kilipotea kwa binadamu wote, kwani binadamu wote ulikuwa tayari kwao. Mungu kwa upendo wake na kwa huruma yake hakumwacha mwanadamu apotee na kuangamia kabisa. Kwa nyakati mbalimbali amefanya juhudi kubwa kumrudisha kwake mwanadamu aliyejitenga kwa ukaidi wake. Somo la pili la mkesha wa Pasaka linahusu Mungu akimjaribu Ibrahimu kwa kumtaka amtoe kafara mwanae Isaka. Kitabu cha Mwanzo sura 22 aya 1 hadi 18. Mungu anaanzisha tena upya historia ya mwanadamu kwa kuweka maagano mapya. Ibrahimu anaamriwa kumtoa mwanae sadaka. Hii sadaka ni mfano wa sadaka ya Kristo ambaye kwa njia yake Mwenyezi Mungu ametimiza kwetu ahadi yake ya ukombozi. Somo la tatu la mkesha wa Pasaka linahusu Mungu anawatoa Israeli kutoka nchini Misri. Kitabu cha Kutoka sura 14 aya 15 hadi sura 15 aya 1. Somo hili linasimulia namna Mungu anavyoendelea kuthibitisha agano kati yake na wana wa Israeli. Taifa la Israeli walikuwa utumwani Misri, na kule walipata taabu sana kwa kutumikishwa na Wamisri. Hivyo walimlilia Mungu, naye akawasikiliza na kuchukua hatua ya kumtuma mtumishi wake Musa kwenda kuwatoa utumwani na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Hii ni ishara ya mapendo ya Mungu kwa watu wake. Waisraeli wakiwa njiani waliyaona matendo makuu ya Mungu, hasa alipogawanya maji na kuwavusha katika bahari ya Shamu. Somo la 4. Mungu anazungumza na watu wake kwa njia ya manabii. Kitabu cha Isaya sura ya 54 aya 5 hadi 14. Hapa sasa Mwenyezi Mungu ananena na watu wake kwa njia ya manabii. Licha ya taifa lake mara kadhaa kushindwa kuwa waaminifu kwa agano ambalo alifanya nao, bado Mungu hawaachi, anaendelea kuwapenda. Kwa kinywa cha nabii Isaya, Mungu anawapa picha ya uhusiano kati ya Mungu na taifa la Israeli. Picha hii ni ya mume na mke, akiwahimiza kudumu katika uaminifu kama mume na mke wanavyopaswa kuwa waaminifu katika maisha yao ya ndoa. Somo la 5. Wito wa kumtafuta Mungu. Kitabu cha Isaya sura 55 aya 1 hadi 11. Mwenyezi Mungu anawaalika wale wote wanaotamani uhusiano mwema naye kusahau mambo yote ya zamani, yaani wayaache mambo ya giza na kuishi maisha ya mwanga. Tena wawe na utayari wa kumtafuta yeye maadamu anapatikana. Somo la 6. Kuitafuta hekima ya Mungu. Kitabu cha Baruku sura ya 3 aya 9 hadi 15 na aya 32 hadi sura ya 4 aya ya 4. Somo hili linaelezea kwamba hekima ni zawadi inayotokana na uhusiano mwema kati ya mwanadamu na Muumba wake. Hekima ni kufahamu yale yote ambayo Mungu anatenda na anaendelea kutenda kwa ajili ya mwanadamu. Ni katika kutafakari historia ya ukombozi wetu tunaweza kufahamu ni namna gani Mungu ametutendea mambo makubwa, na hivyo kutambua wajibu wetu wa kumpa yeye sifa na shukrani. Somo la 7. Mungu anaahidi kuwapa wateule wake moyo wa nyama. Kitabu cha nabii Ezekieli sura 36 aya 16 hadi 28. Mwenyezi Mungu anawakumbusha wale wote ambao Mungu aliwachagua na kufanya nao agano
yaani taifa lake teule, kwamba ingawa alikosa uaminifu, yeye ataendelea kuwapenda na kuwajali. Zaidi sana, atawaondolea moyo wa jiwe na kuwapa moyo wa nyama. Atatia moyo mpya ndani yao na kuwaendesha katika njia yake. Nasi tumempokea Roho huyu ambaye amefanya ndani mwetu uumbaji mpya kwa njia ya sakramenti ya ubatizo, kwani tulipobatizwa tulifanyika viumbe wapya na utu wetu wa zamani ukazikwa. Baada ya masomo yote 7 kusomwa ambayo yanatoka Agano la Kale, sasa tunaimba wimbo wa utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu aliowaridhia. Wakati huu pia mishumaa ya altare huwashwa, kengele hupigwa, ngoma nazo zinapigwa na vimulimuli pia huwashwa. Hii ni ishara kwamba ukombozi wetu umetimia, kwani Kristo aliyekufa msalabani ameshinda mauti na sasa yu mzima. Baada ya utukufu kuimbwa kwa shangwe, sasa somo la waraka kutoka waraka kwa Warumi sura ya 6 aya 3 hadi 11 husomwa, na kishapo shangilio huimbwa likielezea shukrani kwa Mungu kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Baada ya shangilio hilo hufuata Injili, na Injili yenyewe inatoka Injili ya Mathayo sura 28 aya 10. Injili hii hutangazwa, na katika Injili hii matukio yanaelezwa ambayo wanawake walikwenda kaburini kumtafuta Yesu. Mathayo anaelezea tukio la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka wafu. Maria Magdalena na wanawake wengine walikwenda kaburini mapema asubuhi siku ya kwanza ya juma. Hii ilikuwa ni siku ya 3 baada ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Walipofika kaburini, wanastaajabu kwa kuwa lile jiwe lililokuwa limefunika kaburi la Yesu lilikuwa limeviringishwa. Hivyo kaburi likabaki wazi. Wakiwa katika mshangao, malaika anawapasha habari kwamba mnayemtafuta yupo hai. Wanawake hawa wanapewa fursa ya pekee ya kuwa mashuhuda wa kwanza wa ufufuko wa Kristo. Mambo ya kujifunza katika mkesha huu mtakatifu wa Pasaka. Baada ya kutazama historia ya ukombozi wa mwanadamu, sasa yapo mambo kadhaa ya kutafakari hasa katika mkesha huu wa Pasaka. Jambo la kwanza, tunaitwa kubadilika kutoka maisha ya kale na kuanza maisha mapya. Neno Pasaka asili yake ni lugha ya Kiebrania Pesach au Passover kwa Kiingereza, na neno Passover linamaanisha kupita juu. Pasaka ni sikukuu kubwa katika liturujia ya mwaka wa Wayahudi, wakikumbuka siku ambapo malaika wa Bwana alipita juu ya nyumba zao alipowapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri na kuwaua ili Farao awaachie wawe huru. Hii ndiyo siku ambapo Waisraeli walitoka utumwani Misri wakaanza maisha mapya kama watu huru. Kwetu sisi Pasaka ni mabadiliko ya kiroho kutoka maisha ya utumwa wa dhambi, kutoka utumwa wa shetani na kuwa watu huru. Ni mabadiliko kutoka maisha ya zamani kwenda maisha mapya. Basi ndugu wapendwa, tusibaki maisha ya zamani, tubadilike, tuuvue utu wa kale na tuvae utu mpya. Jambo la pili, mkesha wa Pasaka ni usiku wa kumcha Mungu. Usiku wa Pasaka ni usiku maalum kwa kila amwaminie Kristo. Ni wakati wa kumtolea Mungu shukrani kwa mapendo yake makuu ya kuukomboa ulimwengu uliokuwa umemezwa na dhambi. Kristo kwa mapendo yake alikuwa tayari kuteseka na kufa msalabani. Lengo lake ni kumrudishia tena mwanadamu hadhi aliyoipoteza. Hivyo sote hatuna budi kumtukuza yeye na kumrudishia shukrani kwa ukombozi aliotuletea. Jambo la tatu la kujifunza. Mkesha wa Pasaka ni usiku wa kwenda mbio kuutangazia ulimwengu kuwa Kristo amefufuka kweli kweli. Haleluya. Suala la ufufuko wa Kristo si jambo la siri hata kidogo, bali ni jambo la hakika na lenye ukweli ulioshiba. Kwa kawaida, jambo jema na la heri
halipaswi kufichwa, bali linapaswa kusemwa kwa ukweli na uwazi kwa watu wote. Sisi tuliobahatika kumfahamu Kristo ni sharti twende mbio kwa watu ambao bado hawajamjua Kristo, kuwapasha habari hizi njema na za uhakika, ili nao wapate kumwamini Kristo mfufuka. Mpendwa katika Bwana, hakika Kristo mkombozi wetu amefufuka kweli kweli. Haleluya! Dunia nzima imejaa shangwe. Katika furaha hizi za Kipasaka, tuendelee kusifu mapendo ya Kristo na kuzitumainia fadhili zake. Nawatakia sherehe njema. Kristo amefufuka kweli kweli. Haleluya, haleluya. Tushirikishane tone la upendo. Utukufu na ukuu hata milele. Una yeye Bwana milele na milele.